vipengele ambavyo tumeviacha. Sasa turudi tena kwenye kitabu cha waraka wa Petro tena pale, turudi pale sababu leo tuko kwenye sauti za kinabii pale, alafu tuone tena leo tutafikia wapi. Waraka wa pili wa Petro mlango wa kwanza mstari wa 16, nami nasoma. Maandiko yanasema hivi: maana hatukufuata hadithi zilizotungwa kwa werevu tulipowajulisha ninyi nguvu zake Bwana wetu Yesu Kristo na kuja kwake, bali tulikuwa tumeuona wenyewe ukuu wake. Maana nipata kwa Mungu Baba heshima na utukufu hapa alipoletewa sauti iliyotoka katika utukufu mkuu, huyu ni mwanangu mpendo wangu ninayependezwa naye. Sura 18. Na sauti hiyo sisi tulisikia ikitoka mbinguni tulipokuwa pamoja naye katika mlima ule mtakatifu. Nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu, mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Amen. Nimerudi pale ili tuendelee kuunganisha, na nimejifunza kwamba fahamu zetu zinahitaji uzoefu. Sisi kama unanielewa, tunahitaji, yani fahamu zinahitaji uzoefu wa kujifunza kitu kwa muda fulani. Ukirudia jambo linakupa uzoefu. Tunaposhuhudia au mwingine anaposhuhudia inakupa uzoefu. Na kuna vitu ambavyo vinaitwa vya msingi na kuna vitu vya kawaida. Kwenye imani yetu kuna maandiko ya msingi, kuna maandiko ya kawaida. Maandiko ya msingi ni yale ambayo hayagusiki, yamebaki kama nguzo. Na kuna maandiko mengine ambayo ni ya kawaida. Yaani maana yake ni kwamba kwenye Biblia hii huwezi kukariri maneno yote, sio? Yana ambayo yakariri yatakuathiri. Lakini kuna maneno ambayo lazima uyafahamu ili ufanyie kazi, kwa sababu wokovu wako hautasimama. Kwa sababu kuna vitu vya msingi. Ukisoma kwenye maandiko kuna vitu ambavyo wamezungumza nabii mmoja tu au mtume mmoja. Yesu hajagusa rejea mbalimbali za manabii, hakuna aliyepitia. Lile andiko litakuwepo kweli na litahesabika ni Biblia. Lakini kwa sababu halijarudiwa na nabii mwingine yote au Yesu mwenyewe hajarudia, huwezi kuweka kwenye maandiko ya msingi. Yaani huwezi kujenga msingi wa imani pale, au katika ile andiko ukatengeneza somo ukalisimamia pale, kwa sababu utapotea. Lakini kuna maandiko ambayo unakuta Yesu amezungumza, nabii fulani amezungumza, mwingine amezungumza, mwingine amezungumza. Yale maandiko yanaitwa ya msingi. Maandiko yanasema ushahidi unathibitika kwenye vinywa vya watu wawili watatu. Kwa hiyo tunapojifunza namna ya kuishi nabii, ukirudi vizuri, utakuta ukiendelea vizuri, utakuta kabisa kwamba kwenye maisha yako unaanza kupata mfumo ulio kwenye maandiko. Naomba tuongezee kwenye kitabu cha Waefeso tena, alafu tukiendelea mbele tunaendelea vizuri. Efeso pale 6 mstari wa 11. Nisomee. Tumeni nisomee Efeso 11. Efeso 6:11. Efeso 6:11 inasema, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya ukoo wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Sasa tunarudi tena kwenye huo ulimwengu wa roho. Vaa silaha zote za Mungu, kwa sababu
kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Paulo kwa vile alipopata mafunuo mengi, akaamua sasa kututoa katika mawazo ya kimwili, alafu akatuingiza katika ulimwengu wa roho kama kanisa. Kwa tia uzito katika ulimwengu wa roho, kwa sababu vita vyetu si juu ya damu na nyama, juu ya falme, juu ya wenye mamlaka, juu ya wakuu wa anga, wakuu wa giza na majeshi mbalimbali ya pepo wabaya. Niongezee tena kwenye kitabu cha Wakolosai mlango wa 3 mstari wa 10. Hapana, Efeso 3 kuanzia mstari wa 7 kuendelea. Nataka tuangalie maandiko kidogo pale. Kolosai tuache. Efeso 3. Waefeso sura ya 3 mstari wa 7. Injili hii ambayo nalifanya mhudumu wake kwa kadri ya kipawa cha neema ya Mungu niliyopewa kwa kadri ya utendaji wa uweza wake. Mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote, nalipewa neema hii ya kuwahubiri mataifa utajiri wake Kristo usiopimika, na kuangaza watu wote wajue habari za madaraka asili hiyo, ambayo tangu zamani zote ilistirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote, ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo namna nyingi julikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho, kwa kadri ya kusudi la milele alilokusudia katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Umeona kwamba pale kifupi tu Paulo anatoka ufunuo tena wa kinabii wa ulimwengu wa roho. Kumbe kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi. Kumbe katika ulimwengu wa roho kuna wanayetaka kufahamu jinsi Mungu anavyotenda kazi katika siku za mwisho. Kwenye Agano la Kale tuliona hekima ya Mungu ikimtumia mtu anaitwa Samsoni kuchukua tu mfupa na kuua watu au kupiga watu 1000 na wengine majeruhi wakakimbia zao. Si jambo jepesi, si ndio? Hekima ya Mungu ikaonekana tena kwa mtu anaitwa Daudi. Goliathi alishindikana na watu wazoefu wa vita, lakini yeye katumia tu kombeo kuweza kufanya nini? Kumuua Goliathi, kitu ambacho haijawahi kuonekana. Hekima ya Mungu tena ikaonekana wakati wa Musa. Watu wanavuka bahari kwa boti na mitumbwi na vitu vingine mbalimbali, lakini yeye kwa kunyoosha mfumbo wake hivi, hekima ya Mungu inaonyesha uwezo wa kiungu, na watu wakatembea katikati ya bahari wakikanyaga nchi kavu. Umeona hekima ya Mungu inavyokwenda sasa. Sasa kwenye Agano Jipya sasa, ulimwengu wa roho sasa, yani mfano sasa tuchukue kwamba mfumo wa kiutendaji umebadilishwa sasa. Akina Goliathi waliokuwepo wakati ule, wale Waanaki walikuwa wanatishia kwa Israeli kurithi nchi ya ahadi. Sasa hawajaondolewa katika ulimwengu wa roho kwa mfumo wa kiroho kama kanisa, nao wakawepo tena ulimwengu wa roho sasa. Sasa nao wanasubiri hekima ya Mungu. Hawa watu wanaoitwa watu takatifu wake aliye juu, tunawajua kwenye Agano la Kale walitumikaje, wakashangaza dunia, ikaandikwa historia, ikashangaza mpaka leo. Wanayotafiti wale wanasayansi wana nini wanatafiti vitu mbalimbali ambavyo vilifanyika zamani. Siku moja nikasoma kitu kimoja ambayo ilionyesha wale yale magari ya Farao kwenye maji, yale manani ya chuma yako mpaka leo huko ndani yamekaa kule ndani. Sema hapa inaonekana hapa. Yaani unajua mwanadamu anahangaika sana, watu wanatafuta kudhibitisha. Sasa ile ni hekima ya Mungu ilifanya kazi ya Agano la Kale. Je, Agano Jipya hekima ya Mungu itaonekana wapi? Haya, wakati wa Agano Jipya hekima ya Mungu inaonekana tena wakati wa nani? Wa mtu anaitwa Filipo au Filipo sasa amebatiza toashi. Sawa.
Wakati alipomshuhudia huyo mkuu huyo ametoka Kushi Ethiopia kule tuseme, baadaye alipombatiza yule mkushi au yule akida, alipobatizwa tu anashangaa Filipo hayupo, akaonekana kwenye mji mwingine unaitwa Athoto. Hekima ya Mungu ikaonekana pale, jinsi ambavyo Mungu anaweza kufanya tofauti. Haya, tunarudi hekima ya Mungu tena ikaonekana wakati Mungu alipotuma malaika, wakati akina nani Petro aliposhikwa, kanisa likaomba kwa bidii. Yaani kumbuka hekima ya Mungu lazima ipite ya kila kitu ya ilani ya kibinadamu, mwelewa vizuri. Alafu lazima ishangaze upande wa pili. Kwa hiyo dunia ya utawala wa wakati ule akina Herode na wengine walipomshika Petro na makuhani na mafarisayo na nini, wakaiba habari. Wakaweka walinzi wengi, vikosi vinne vya watu 16. Lakini cha ajabu, hekima ya Mungu ile namna mbalimbali ikadhihirika. Bwana akatuma malaika akamwamsha Petro, mageti yakafunguliwa, wakatoka zao nje, wakaondoka. Baadaye akaachwa njiani, akaenda kwenye ibada, akakuta watu wanaomba. Hekima ya Mungu inaonekana. Petro mwenyewe anazindukia pale, mbona hapa ni kwa fulani? Lakini alikuwa anafikiria hata ndoto. Yaani Petro anatembea zake anafikiri yuko ndotoni. Ndoto inampeleka mpaka kwenye nyumba ya wokovu anayeomba. Huyo anaenda kuzinduka. Mama, kumbe si ndoto. Kabisha wali kaka. Napo kafunguliwa na ule kijakazi anaitwa Roda. Sasa na leo je, hekima ya Mungu iko wapi? Kwa hiyo ulimwengu anao sasa, nasi kizazi chetu hiki sasa, ingekuwa maandiko yanaandikwa. Je, dunia itatikiswa na hekima ya Mungu namna mbalimbali kwa kutumiwa nani kwa jinsi gani, ili anga la kiroho ni nani mbele ya Yesu? Falme na mamlaka, wakuu wenye mamlaka na majeshi ya pepo wabaya lazima washangazwe na hekima ya Mungu ambayo haitabiriki. Yaani unajua hekima ya Mungu sasa ni kama ulivyoona hekima za Misri. Fimbo ilikuwa inarushwa na geuka kwa nini? Nyoka. Hekima ile ya Elima anafanya miujiza mbalimbali mpaka ametokea Filipo, kanyamazisha kile kitu. Wasamaria wakasema hatujai kuona kitu kama hichi. Huyu jamaa alikuwa ni tishio. Wanashangaa Bwana Elima naye anaomba kama ni hatujui ametumishwaje, lakini hatujui leo, lakini tunashangaa kama ameambiwa sema Yesu. Yesu, mimi mwenye dhambi. Mwenye dhambi, kuanzia leo nakataa uganga, nakataa uchawi. Navunja maagano na mamisimu na mapepo. Alafu Wasamaria anasema na Elima naye ameingia. Mtu ambaye alikuwa anaonekana uweza wa kiungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, ghafla Elima mwenye anasema ninayo hela, nipeni uwezo huu. Nikimwekea mtu mikono aje nini? Roho Mtakatifu. Petro akamnyoosha kwa maneno makali. Pote ambalo na fedha yako. Ulizani wewe mfano Mungu anapatikana kwa njia ya fedha. Akanyenyekea. Unaonaje? Yale mambo yanafanyika, watu wanaona mtu alikuwa anatisha ananyekesa kwa watu ambao walikuwa wanaonekana hawafai, hawana sifa. Dunia ina rekodi yao ya kwamba ni watu wa juu, wasomi, matajiri na nini. Unaonaje? Hekima ya Mungu inaonekana pale. Kwa hiyo tutakapopata ufahamu wa kuishi kinabii, hekima ya Mungu inaonekana sasa. Jinsi Mungu anavyoweza kulinda watu wake, kuokoa watu wake, kupigania watu wake. Wewe kwa ushuhuda wangu mmoja, tunaendelea. Tulifanya mkutano mmoja Selela miaka hiyo kabisa. Sasa Mungu akanipa taarifa kwamba kutakuwa na mashambulizi makubwa kwenye mkutano. Lakini cha ajabu kwenye mashambulizi yenyewe, mimi si ndo mwenyeji kule, mimi ndo natafutwa. Haya, nikaomba zangu kulingana na kiwango changu cha imani cha wakati ule. Nikapambana, nikamaliza. Lakini ndio kuna kitu kitatokea. Wakaja wachungaji huko Arusha na nini, tukafanya mkutano mkubwa. Haya, wakati huo mama mtoi bado hajaja. Si ndio ilikuwa bado hajaja? Au ilikuwa kwenye mkutano? Ilikuwa hapo. Haya, mkutano ulivyoendelea ikachangamka na mimi na gitaa langu napiga. Sasa
akatokea morani mmoja wa Kimasai, akaja nayo rungu, analo simbe na ana fimbo. Sasa akaninyookea mimi, nataka kunikata na sime. Sasa nani atanisaidia? Naomba nisaidie watu majina watu wengine ambao wako pamoja na mimi na nani wananituka. Sasa eti mimi nikajikuta kama nimepata kamshangao. Yaani unafahamu mtu kama unakuwa akili kama haiko sawa sawa. Yaani nusu uko sawa, nusu uko sawa. Nikajikuta nimekaa tu nikitalangu hapo, nikaimeza niko yangu hivi, nikakaa hivi. Namwangalia jamaa. Jamaa akaja akaninyokea. Cha kwanza akachukua rungu. Wakati anachukua rungu anipige, nasikia ndani sasa kunaongea kwamba yule anayemuongoza amemwambia sasa twange na hiyo rungu. Kumbuka ni hadharani, ni mkutano wa nje. Tena nisikia mnada. Kwa hiyo watu wengi sana. Wakati anazungusha rungu, anazungusha, anataka atamsha kichwani. Rungu ikataa kushuka kichwani. Alafu aliposhika kutamsha rungu kichwani, mimi nashangaa kuna nimekata yaani nikasema jamani, utafiri kama mbuzi ambaye unasemaga chui kingine kwenye zile mbuzi wote wanashangaa hivi, alafu wananyosha shingo mbele. Kiasi kwamba chui anachofanya ni kuvunja mmoja baada ya mwingine. Hakuna naye kumbuka kukimbia. Ile chui wanafanya hivyo wafanye wanakaa hivi. Wakishakaa hivi, basi zile shingo chui anachukua mtu mmoja anavunja na pale, na hali kama mbuzi wako 40 anawavunja wote, baadaye anaondoka na mmoja. Ndio maana wanasema fisi ni ana roho mbaya, na chui ana roho mbaya, anaye makusudi, anakufilisi. Kwa nini? Ana tamaa isiyo na kiwango. Kwa nini? Anaua mbuzi wote, alafu anaenda kuondoka na huyu mmoja. Fisi hata anachukua mmoja, simba anachukua mmoja, anaondoka, anakuachia. Lakini chui ni mbovu. Kwa hiyo mimi nimeshangaa tu hivi. Haya, ile bwana imeongoza kumwambia hiyo rungu haitoshi. Sasa tumoa sime. Na mwangalia tu hivi, na wale watumishi wako huko wamemzunguka na wanaangalia. Nao hawana la kufanya, akili zime akaanza kuchomoa sime sasa. Chomoa, ikakataa kutoka. Nikasikia sauti inaniambia tena, hiyo ile mwongozo ambaye hii sime haimtoshi huyu. Weka ngumi. Sasa fikiri kutoka rungu, ingie sime, anagote imtoshi, mwisho ngumi. Ngumi alipokuwa anapiga sasa, baada ya kunipiga mimi, akawa anatwanga ngumi kitaa. Nikasikia sauti inaniambia anaumia. Alafu nikajisikia namuonea huruma. Niliposikia kumuonea huruma, ndio sasa mtu kule akaja kiongozi mwenye kitu kule, ndio akaja kama yeye wakasanduka. Tunashangaa nini? Lakini lezo limetembea muda kidogo, alafu ndio akaja kumkamata mkono, amesogeza mpaka pale ile simba ilivyochomoa. Kidogo akakadeni kwa masaibu zake. Hekima ya Mungu ikaonekana namna inavyofanya kazi kwa namna ambayo hakuna mtu anaweza kuielezea. Kwa hiyo hata sasa hekima Mungu inahitajika. Mpaka nilipoondoka kule, yule jamaa kiniona anakata mboga kona. Akiniona alikuwa anaona anakata kona, amtajenga. Hawezi tukakutana tukaongea. Siku hizo nilipoenda kwenye msiba, nikawakuta wale wazee walikae na nini ambao walikuwa vijana wakati ule. Wale wakasema ndio wale wazee wa zamani ambao wana mchezo. Yaani tunazungumza hivyo hapo. Nikamwambia lakini sinakumbuka wakati ule mtu alifanyia, akasema ni kweli. Nikamuuliza na inaonekana na wewe nilikuwa mmoja wao. Ni kweli. Baada ya kumwambia vile akaamka. Yaani ile hali ya ndani akaamka akaishia. Hakutaka hata tena kutelemka. Dhamiri yake ikaanza kuungua. Akaanza kupata tabu. Sasa hekima ya Mungu inahitajika ijidhihirishe yenyewe. Jinsi anavyoweza kukutetea, anavyoweza kufanya maajabu ili kushangaza anga la kiroho na watu wanaohusika na ile anga. Mama ni shahidi. Alikuwepo katibu mtendaji wakati ule kule, aliyeingia kwenye kile kiliki cha kutafuta kuniumiza. Mikajana ikija tu ufunuo, mimi naweka tu moto. Na wakati ule kiwango changu cha kiroho si cha ufahamu mkubwa, lakini neema imepata kwamba nikiona kitu lazima nishughulikie. Hiyo ndio Mungu anisaidie.
Yule jamaa alikuwa na roho mbaya kweli. Siku moja nilimwambia mama mmoja kwa Masai akapona. Alafu nikamvua yale maneno ya imani nyingine ambayo nafahamu ya Kristo. Alafu baadaye nikaweka moto. Kesho akaja kiongozi ile dini pamoja na jamaa. Na wale kitu wa kitongoji ambaye alishika mtu mkono wa kijiji. Yaani yule jamaa anatusemeka kwa hasira. Yaani anatamani tu anikamate. Sasa Mungu alikuwa mzuri. Kama kushirika na huyo mwenye hasira kali zaidi. Baada ya muda nimeshinda ile kesi kwamba nimemwambia huyu mama alikuja kwenye imani yangu na kwa mujibu wa imani yangu ilibidi niharibu hivi vitu. Na niharibu mwenyewe akatupia kwenye shimo kule la uchafu. Wakakasirika sana, lakini wakafanyaje wakati kila mtu anasoma kuabudu na sijakuja chini sababu alichukua mikono yake na ameamini imani yetu. Sasa yule jamaa alikuwa kwenye kikosi kile ambacho kilikuwa kinaongoza wale watu. Mungu akaanza kumshughulika na yeye akiwa anachukua mbuzi. Ghafla anachukua kule akaanza kutetemeka. Akaanza kulia. Akaingia kwenye brele. Akalia wewe, kumbuka ni morani. Akasema, "Hii ndio nini? Kichika gani?" Akavumilia akaendelea na mambo. Kile dakika kaza kutembea. Akaingia kwenye brele. Akalia wewe, sasa hivi ndio nini? Hivyo tutakutana nalia nini? Nasema nalia nini? Kumbe ndio wakati Mungu anashughulika na yeye. Mwisho wa siku kaendelea mpaka akaamua kuokoka, mpaka akaja kuwa mshirika wetu. Lakini kilichoshangaza nilipokuja Arusha, ile dhamiri ya mabaya alikuwa amefanya ikamsumbua, akaja mpaka Arusha. Akaja akasema, "Hivi mchungaji amenisamehe." Sema unakumbuka? Mchungaji amenisamehe kweli au? Fikiri amekuwa akawa mzee wa kanisa. Akaendelea, nikakaa miaka niliokaa, nikarudi Arusha, lakini bado akaja Arusha. Hivi mchungaji amenisamehe kweli? Sasa hekima ya Mungu inahitajika idhihirike. Kuna wakuu wenye mamlaka na mfano ambao wanangoja tena wamuone Mungu kwa kizazi chetu. Wanangoja wamuone Mungu kupitia wewe. Sasa hawatamuona Mungu kama utaomba kinabii. Mapepo yaliyo ulimwengu wa roho, wao wamepanga vizazi na vizazi. Unazaliwa wao unakuwa wamo. Sasa wanangoja nani atakayetutisha, nani atakayesema sisi kitu gani ili tumwachie. Sababu tayari wao walishafanya agano kwamba ni Mungu wa dunia. Watoto walioko chini ya jua wako chini ya Mungu wa nini? Wa dunia. Tumeona jamani. Kwa hiyo sasa ndio maana lazima ukue kiufahamu ili uanze kuomba kinabii. Na unabii unayekuhusu wewe ule unayehusu, yaani unabii wa kwanza ni ule unayeandamana na wewe kwanza. Maisha yako binafsi. Nafsi yako ni ya thamani kuliko nafsi zingine zote. Kwa hiyo ndio maana nimeanza pale neno la unabii au sauti iliyotoka kwenye utukufu mkuu ikimtangaza Yesu kwamba huyu ndiye mwanangu ninayependwa naye, msikieni yeye. Petro akatoka na hilo neno, akaja akaandika kwenye nyaraka neno la unabii lililo imara zaidi. Kwa nini imara? Amesikia Mungu akizungumza mwenyewe, akimtangaza Yesu. Kwa hiyo Petro anapomtangaza Yesu, anatembea akiwa na unabii unayemweka kwenye msingi kwamba mtu anayepaswa kusikilizwa popote pale sio kiongozi wa dini fulani, sio wa imani fulani, sio mkuu wa eneo fulani, isipokuwa ni Yesu. Lile neno alilohubiri Yesu ndio anapaswa kulitii kwa gharama yote. Sasa sikiliza, baada ya kutuambia Yesu alipomfundisha sana, akamjenga kama akasema, najua Mungu unajenga kanisa langu ambalo wala milango ya kuzimu itafanya nini? Yeye anaturudisha kwenye sauti aliyosikia kutoka kwa Mungu. Kwa nini? Alafu anatuambia ni neno la kinabii. Na kinabii kwa sababu ndio linamuunganisha yeye na mbingu. Na sisi leo tunahitaji neno la kuunganisha na nani? Na mbingu pia au na Mungu. Nimesikia kwa masikio yangu, nimeona kwa macho yangu. Haya, naomba niongeze hapo kwa alafu nirudi sasa kwenye nafasi mbalimbali ambazo tutaongea. Maana leo ndio hapa nafasi ya kuongea. Tulo kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume mlango wa 26.
Nisomee mlango wa 26 mstari wa 12 na kuendelea mpaka 18 mpaka 20. Nitasoma Matendo 26:12 mpaka 20. Basi katika kazi hiyo nilipokuwa nikienda Dameski, mwenye mamlaka na maagizo ya wakuu wa makuhani, mfalme, ndipo wakati wa dhuhuri njiani naliona nuru inatoka mbinguni ipitayo mwangaza wa jua, ikinimulikia mimi na wale waliofuatana nami pande zote. Tukaanguka chini sote, nikasikia sauti ikisema nami kwa lugha ya Kiebrania, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Ni vigumu kwako kuupiga mateke mchokoo. Nami nikasema, wewe unani Bwana? Bwana akaniambia, mimi ni Yesu ambaye wewe unaniudhi. Lakini inuka, usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea kwa sababu hii, nikuweke wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo haya uliyoyaona, na wa mambo ambayo katika hayo nitajidhihirisha kwako, nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao nakutuma kwao, uwafumbue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuielekea nuru, waziache nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Kwa hiyo, Mfalme Agripa, sikuyahasi yale maono ya mbinguni, bali kwanza niliwahubiri wale wa Dameski na Yerusalemu na katika nchi yote ya Uyahudi na wote wa mataifa, kwamba watubu na kumwelekea Mungu, wakiyatenda matendo wanayopata na kutubu kwao. Soma vizuri hapo, wakiyatenda. Nitarudia mstari wa 20. Bali kwanza niliwahubiri wale wa Dameski na Yerusalemu na katika nchi yote ya Uyahudi na watu wote wa mataifa, kwamba watubu na kumwelekea Mungu, wakiyatenda matendo yanayopatana na kutubu kwao. Amina. Sasa angalia huyo hapo, ndio Paulo tena, badala ya kwenda kutueleza kwamba nimejifunza, nimesoma, nimefanya hiki na hiki, nimefanya hiki na hiki, ndio nasimama sasa. Anaturudisha huko kwenye ulimwengu wa roho, tena mbele ya mfalme. Mfalme Agripa, nilipokuwa naelekea Dameski kwa ajili ya agizo la wakuu wa makuhani kama ilivyoandikwa pale, kwa kumbuka muuaji, sio? Ndipo nikakutana na nani? Na huyo Yesu kama nilivyoshuhudia, akiniuliza, wewe Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Na maneno mengine ambayo amezungumza pale. Akamwambia mfalme, kwa hiyo mfalme, toka siku hiyo mpaka sasa sikuyahasi yale maono ya mbinguni. Toka siku hiyo nahubiri injili hiyo. Yale msingi wa Paulo, imani yake na spidi yake ni ile yale maono aliyopewa na Yesu. Anasema mbele ya mfalme kujitetea, baada ya kutoa sababu mbalimbali, anarudisha kwenye ushuhuda wa yale maono ya kinabii aliyopata kutoka kwa Yesu na maelekezo aliyopewa. Wewe una maelekezo gani? Sisi tunaishi kwenye nchi tulivu na amani kwa majina tuliyopewa na Mungu. Lakini wachawi, je, kuna amani kwa wachawi kwetu? Tuna amani na wachawi? Bwana mseme au nyewe mpaka kuna amani? Na kama mna amani bwana na wao. Maana sana unaomba, unahubiri, unashuhudia, sio? Mradi utafuata taratibu na kawaida za nchi. Lakini ulimwengu uko pale pale. Hauna ukoo na wewe, hauna ukabila na wewe, hauna imani na wewe, hauna dini na yeye. Kwa lazima wale wafalme sasa katika Mungu wa roho, ikitokea Mungu amekuruhusu uende kwa wakuu wa kawaida, sawa, lakini ulimwengu wa roho, wale wakuu wanahitaji sauti yako. Nikupe ushuhuda wangu mwingine mdogo. Nilipoenda kule Masaini sasa kufungua kanisa, tulipambana na wale waganga na vitu mbalimbali, lakini mwisho wa siku nafupisha, siku moja nikajikuta kwa saa 5 usiku nikaota au nikapata maono kwamba shetani amekuja. Nafunga mwisho wa shuhudia hilo. Alipokuja akarudia swali moja tu,
Nani amekwambia uje ufungue kanisa katika nchi hii? Yeye hajasema mji au ni mjio. Sasa kwa haraka nikazungusha ufahamu. Nashukuru tu Mungu aliniita moja kwa moja, akanipa maelekezo, nikafuata taratibu za uongozi kawaida, lakini mamlaka 10 ya kwenda kule ilikuwa imetoka kwa Mungu. Hiyo imenisaidia. Kwa hiyo nilipozungusha kichwa changu nikajikuta ni siku Mungu ameniambia tarehe 2 mwezi wa 4 94 ondoka. Kwa hiyo simjibu ni Mungu, nikaanza kushare naye sasa. Yaani nikajikuta ndani nimepata ujasiri sasa. Maana kama yeye ndiye ni Mungu. Na yeye anauliza swali anahitaji majibu. Na wakati huo ameshanikausha mwili umekauka. Siwezi kuongea, siwezi kusema, siwezi kunyanyuka. Nasikia kwa nje watu wanaongea hawajalala, lakini hapo mimi nilipo sina uwezo kunyanyua mguu wala mkono wala kuongea kawaida. Kwa hiyo nilikuwa nashindana katika ulimwengu kwa nafsi, yaani ninaongea kwa ndani. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika toka kwa jina la Yesu. Ninasikia anachomoka. Alafu nasikia amenizidi nguvu tena. Pambana tena. Anabana tena. Yaani naona kabisa ile nguvu yake ilichapa. Sasa inatoka. Alafu mwisho nikaongeza nikaenda nisikia toka. Alafu nikaamka. Nikasema moyoni mwangu, shetani ameshakushinda. Siku zote unakujaga msibalo unakuua, na ndivyo alikuwa anakuja. Ngoja nikalia kifua tu bado unakumaliza. Wanakuja unafanya chochote. Lakini leo unauliza maswali. Nani nimekwambia? Majibu ushayapata. Kwa jina leo uniwezi tena. Yaani ndio nimetoka kijeuri tena pale sasa. Sasa angalia jinsi ulimwengu unapokwenda sasa. Nikaja hapa. Nikakutana na mapambano makubwa. Alafu baadaye nikamhoji mkuu mmoja wa mapema aliyekuja kushambulia mtu fulani. Alafu nikamwambia, si mnanifahamu kwamba kule Selela ni mshina mkubwa wenu? Yaani wewe jamaa alikuja akaniambia kwamba nani mkaboje ufunge kanisa nchi. Yaani wewe usijenge msingi kinabii. Na hiyo alafu tuone wewe ulimwengu utahojiana nao namna gani. Wakasema hilo tunalijua. Uzuri tuko na mama. Sina mkumbuka ndiko shida. Akasema ndio kweli ni shida. Lakini ni zamani. Tunataka tukuone sasa. Yaani zamani ndio mshida mkubwa wao wa shetani. Kwa hiyo jamaa mjumbe wa kuzimu anataka kuua, anachukua kwa nguvu na mtu amepoa, amekuwa barafu, macho amegeuza, alafu ananiambia ni zamani ndio ulikuwa umeshinda. Hilo tunalielewa, tunafahamu ulishinda, lakini leo tunataka kuona leo. Tunachukua mtu. Sasa washa kutupatia Yesu. Moto toka wala wala tumshiki. Yaani anakuambia ni pako nasema nipige ukunga au ninyamaze. Moto toka. Anaambia leo utajua. Leo utaelewa. Alafu anamchukua mtoto wangu. Leo ndo nataka nipige ukunga mchungaji. Maana mtu amepoa. Hivyo kwenye huduma hizi zina siri nyingi, watoto wake wote. Utoe utampe nani akusaidie? Wewe unajua, ngoja tu. Wewe sijifunze vizuri alafu tuone. Yaani tunapambana, yaani mama anaelewa mambo mengi. Watu wadogo hata kinachoendelea kwenye dunia. Wakati wao unafikiri tuko bali kuna raha. Akiona chumvi hamna haya, yuko bali ni ngumu iko wapi? Akiona hamna hivi ya yuko kuna jamaa ulimwengu wao wanasema mpaka kupiga kunga. Kwa hiyo sasa anasema leo nachukua mtoto, alafu usiku piga huko mchungaji. Mambo yameisha. Ngine tukamepoa barafu kimya. Toka kwa Yesu. Moto, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ambia ukitaka tufanye mkataba. Tukubaliane. Ukikubali tu mimi naondoka. Utapata magari. Utajenga. Sikio nilikuwa kwenye nyumba ambayo ninalala hapo chini, tunalala na wale wadogo ambao waonekane kwenye maombi. Kwa sababu sina floor, hamna chochote wala cha nini. Naona unakaa kwenye mkeka wako pale, unakaa wewe. Haya, unatafuta Mungu. Pigana kwa jina, sema hakuna.
Ghafla ufahamu kama mti. Uone sasa hekima mwenda kufanya kazi. Nami nikatoa tukaangalia. Nikamwambia, unajua nyinyi mna shida gani? Nyinyi mna shida moja na mimi. Mna wivu. Yaani baada kutoka kwenye kukemea kwa jina la Yesu, nikarudi kwenye mazungumzo. Mna wivu. Wivu gani? Kwa sababu ya mafunuo makubwa ambayo Mungu amenipa na makusudi makubwa ambayo ameweka mbele yangu. Kusema na akakasema na hiyo ndio hatutaki kufikia kwenye hilo kusudi. Tutahakikisha tunakuwa alafu haufiki kwenye kusudi ambalo Mungu ameweka mbele yako. Hatusuhusu mtaende kwenye kusudi. Alafu nikaongeza mwaka fulani Mungu amenipa hiki na hiki. Akaanza kulalamika, mwaka fulani akaniambia hiki na hiki na hiki. Funga mdomo wewe. Na hiki na hiki na hiki. Mimi ndio bao. Kaondoka, tutakauka. Iko naonaje? Yaani wewe ndio imani legi tuone wako kutokea. Alafu tuone tumekuwa kutafanya nini? Na ukipiga ukweli ndio unamalizia kazi. Unawapelekea kule hospitalini wala ambao hawamjui Mungu na anamtuma tu mjumbe wake kule anafanya safamu kule hospitalini wanapata mmoja wengi. Safamu lakini anaambia hata natia muhuri tuelekeni hiyo mchungaji aliye paka kowe. Na ndio maana watu wanaenda kumolewa hata. Yaani tunakomolewa. Sio just kufunga na ndia. Niko mweleza mashambulizi mapambano ndio naenda. Hiyo Mungu ikoje? Akaanza kunitajia watu ambao nao wana matatizo makubwa ambao ni watumishi wakubwa. Haya pia mimi nashindwa kuelewa. Kwa nini Mungu anafanya wachungaji? Fulani ana hii. Fulani ana hii. Fulani ana hii. Fulani ana hii. Lakini hapo nasema mimi nitakulaza mimi na shida mpaka nishinde. Siwezi kubaki na kitu hapa nyumbani kwangu. No! Haiwezekani. Lakini simueleza. Wewe basi let's go for it. Yani, no. Wacha wanaamua. Nikamwambia, na sasa yani kunitia moyo wake, ungenipa matatizo ya mtu mwingine, mchungaji mwingine, askofu sijui nini, na wengine hata siwezi kuwataja. Hapo mpaka leo nikiambiwa, nikikueleza hapo utashangaa. Kwa nini unahitajika kuelewa namna ya kuunganika kati ya wewe na mbingu? Kwa njia gani? Njia ya kinabii. Kwa hiyo yule jamaa akaondoka, huyo mkuu akaondoka, si kwa sababu nimemkemea kwa jina la Yesu. Nimempa taarifa za nabii mbalimbali ambazo Bwana amenipa. Ndio mafunuo haya. Na akaniambia tuna shida na hasira na wewe na chuki kwa sababu ya hayo mafunuo. Ukitaka tukuache, achana na hayo mafunuo. Fuata mambo mengine ya kawaida. Omba kawaida. Achana na anga. Fundisha watu kawaida. Unafungua watu macho mpaka mtu anakuwa mjeuri anatumiza namna hii. Sasa wewe fikiri kutoka kwenye temeja na hizo ambazo tunategemeaga mpaka Roho Mtakatifu akupeleka ushuhudie vile vitu ambavyo Bwana ameweka ndani mwako. Kumbe vile Mungu anaanza kuzungumza na wewe upako au uwezo wa kazi yako. Ndio maana nikawaambia siku moja, zamani tulikuwa tunapata nadharia mbalimbali, siku kama ni kweli lakini nafikiri ni kweli. Watu wakimshika mtu akamuua, wanamuaga macho. Kwa nini wanamuua macho? Ile anaje kama yeye nani mmesikia anamsema sasa. Kwa nini wanamuua macho? Na sasa watu watatu. Yule wa mwisho. Kwa nini wanamuua macho? Kwa sababu macho ya mtu aliyekufa huwa yanatuza picha ya mwisho aliyoiona kabla hajafa. Sawa kabisa. Sasa nimeshakubaliana. Nashukuru nyinyi ndio mmesema sio mimi jamani, mseme kanini. Sasa macho yako ya kiroho yanapoona utukufu mtu, ile picha inabaki juu yako ndani mwako. Kwa hiyo ulimwengu wake kuangalieni, wanakutana na hizo picha za utukufu Mungu kutoka kwa Mungu. Si kama neno la Mungu. Lakini wewe ambaye chuko kau wakikuangalieni, wanaona kuna ushahidi wowote kwa wale kutoka mahali patakatifu. Ndio maana nilikuwa hapa shuhuda, wakaangalia ni kweli. Wanaangalia moyo wangu umetoa muhuri fulani. Siku fulani napata ujumbe fulani Roho Mtakatifu akatia muhuri. Siku nyingine nikapata maono haya nikatoa ndani mwangu. Siku nyingine macho yangu akamwona Yesu. Yakatoa muhuri. Na ninawaeleza nimeona yeye. Na ameniambia hivi, na ameniambia hivi, na ameniambia hivi. Kwa hiyo ndio wewe ndio nao. Wakatoa
nishuhudie shida mwingine afu tena nirudi. Sasa niko tena hapa. Nikaota maono mengine nimeshawashuhudia nafikiri. Nikaota kama niko barabara ya juu kule kufika kwetu. Nikawa nakimbia mbio, wananifukuza sana. Nilipokuwa nafukuzwa sana, nikafika kwenye bonde, nikashindwa kupanda. Niliposhindwa kupanda pale, wale ndio wameshafika, nikageuka tu nikamwambia, ndugu zangu, kwa nini mnataka kuniua? Wakaniambia hivi, tunataka tukuue kwa sababu wewe utakuja kumiliki. Alafu ikaisha pale. Hivyo ukizunduka usingizini kwenye maono kama yale, tunataka tukuue kwa sababu wewe utakuja kumiliki. Nikasema kumbe ukiona unateseka sana, ukiona mtu wa mwembe unapigwa mawe, kuna matunda juu yake. Hawapigani mtu sio na matunda. Nenda tu kwenye maeneo mawe ya miembe, utakuta mawe mengi chini ya mti. Tena kama ni miti ambayo haipaliliwi, utakuta pale kuna kifusi cha mawe. Lakini nenda kwenye mgunga, nenda kwenye sijui kitu gani, kwenye jacaranda, nenda kwenye mninga, haukuti iwe hata hii labda inaokoga pale. Lakini kwenye mahali penye matunda gonga, watu wa shule tena ndio barabarani kabisa, viembe vimekuwa vidogo, wanaanza navyo. Kaangalia kule chini ya mti, mawe ni mengi. Ndio hivyo ulivyo, ukiwa na vitu vyenye kuleta matokeo, matunda, vitu vinavyotoka juu, lazima mawe yawe mengi, lazima upigwe. Ndio maana nasikiliza nisaidia angalau fahamu zangu zinaendelea kukua taratibu, kwamba ninapata siri. Mimi najaribu kuomba hiyo kienyeji niliokuwa najua kwa jina la Yesu, shetani mlezi na vitu vingine mbalimbali. Mwisho kumbe kanaendelea unabii unaendelea kuongezeka kwa upande wa Mungu. Nikapata unabii mwingine ambao ninauamini tena umeongeza kasi na Mungu. Kumbe Mungu alianza siku nyingine. Nikashangaa siku moja napata maono, wimbo unaimbwa na kwaya kutoka mbinguni. Mwangaza, mwangaza, mwangaza umeandaliwa. Ule wimbo ulikuwa umejaa kwenye anga lote. Ni wimbo mzuri. Zile twini zinapangiliwa. Waimbaji wanaimba kwa mtiririko mpaka wao wanasikia kama kaburudani kwa karafu na inapita mwangaza, mwangaza umeandaliwa. Sasa mimi nikashtuka nikasema ndio nzuri. Kumbe kabla sijakuwa kidogo nilikuwa najua kama ni ujumbe wa kinabii. Nilipoendelea kukua nasema hivi ile kumbe haikuwa pambio. Ule ulikuwa ni ujumbe kutoka kwa Mungu kwamba ameandaa mwangaza wa kuniangaza. Niweze kufahamu siri za ufalme, siri za maandiko ya Mungu na maana gani anapozungumza hivi, namna ya kushirikiana na yeye, namna ya kuhubiri, namna ya kutembea, namna ya kufanya kazi ya Mungu, iitwe kazi ya Mungu. Mwangaza mwangaliwa. Mwangaza ukaangaza ufahamu wangu, kuondoa giza, utano fulani uliokuwepo toka zamani. Pamoja na kwamba nimeokoka na hubiri Injili, lakini bado nilikuwa na giza fulani. Ule mwangaza ukapita. Baada ya kunasema kumbe Mungu anajenga maisha yetu kwa namna mbalimbali. Wewe ni lazima kutafuta Mungu. Tena maandiko yanasema unamtafuta kama kupapasa tu ni Matendo mtume 15 kwa Matendo mitume 15 kwa kupapasa japo haiko lakini ukiendelea kupapasa mwisho unakutana naye. Kwa hiyo wakati napapasa sina mwanga wa kutosha, ninahangaika, ninayo kiu, ninamsukuma kutafuta Mungu. Ndani mwake kumbe ilikuwa ndio njia ya kwenda kukutana na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo nina vitu vingi Mungu ameongeza ndani mwangu. Na ndio maana baada ya kuangazwa sasa nikawa napitia sasa haya mambo kina Paulo. Falme sijasi ya Mungu na Mungu. Toka siku hiyo nimeanza kuhubiri watu. Alafu akapewa huduma kwa kazi hapo, nilikuwa kuangaza watu, kuwafungua watu, waache kufungiza, warejee kwenye njia, wapate msamaha. Wasamizao kwa imani ndio kwa mimi. Alafu unaletea usito pale wakuu wa nchi, wakuu wa dunia wakati ule. Ndio tembea kwa maono. Ndio tembea kinabii kwa ndugu wengine. Ninahubiri kinabii. Natangaza habari za Yesu kinabii. Maana yake kama nilivyofunuliwa, kama nilivyosikia, kama nilivyopokea, kama nilivyofundishwa na Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu, ni kiongozi anayeandaa mtakatifu, anaandaa kanisa kwa ajili ya kunyakuliwa. Kwa hiyo
tukufu mfalme, ndio ndivyo ninavyohudumu. Na siko tayari kuacha ya Bwana mbinguni. Niko tayari kuhubiri. Na ndio maana niko kwenye vifungo hivi, ili asikukosea sheria yote ya Kiyahudi wala sheria yote namna yote ya dini yangu ya amani, lakini niko kwa ajili ya ibada hii au nahubiri habari ya njia ile. Bwana Yesu sana. Ukifanikiwa ukaanza kufanya hivyo, lazima anga litikisike. Sasa nikupa shuhuda hizo. Kama siendelea mbele, nitoe nafasi kidogo kwa kuna mtu alinipigia simu akiniambia kwamba ana maswali machache. Nikaona maswali yake ni ya msingi, yanahitajika pia mwingine asikie. Sasa tunajifunza na tunahitaji kukua na kupata uzoefu kupita wengine. Karibu sana. Uliuliza maswali yako mawili uuliza, alafu nirudi sasa niunganishe na ushuhuda wangu mwingine na neno la Mungu kiasi fulani, alafu tutaendelea. Karibu. Hebu pokea maiki. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimshukuru Mungu kwa ajili ya mafundisho. Mafundisho ni mazuri sana. Siku ya kwanza ya semina, mchungaji alitoa ushuhuda wake kwamba yeye alienda bila kufuatilia nabii zile za nyuma, lakini baadaye alipokumbuka tu akarejea akaona nafuu. Hapo na mimi nikaanza kukumbuka za kwangu. Na nikaanza kuomba pale pale, alafu baadaye kuingia kwenye maombi. Nikaendelea kuomba na alitoa andiko kwenye Ufunuo 3 mstari wa 3 kwamba niakumbuke mambo ya kale alafu nitubu. Sasa mimi baadaye nikawa natubu tu, sikuomba, nilikuwa natubu tu, Mungu nisamehe, sikurejea. Niliota lakini kweli sikuendelea kuomba nipate jibu. Kesho yake sasa ambao ni jana, nikaanza naomba, nataka sasa niombe kinabii, niendelee kuombea vile vitu ambavyo nilikuwa naona. Nikashindwa. Baadaye nikapelekwa kwenye Isaya 43 mstari wa 18 kwamba msiyakumbuke mambo ya zamani wala msiyatafakari. Sasa nikashindwa kuomba pale, nasema sasa mchungaji amesema turejee nabii zile, tuombe mpaka Mungu atusaidie tuone kwamba ni nini kile. Nikashindwa, nasema tusiyakumbuke mambo ya zamani. Kwa hiyo ikawa ni swali langu, tusiyakumbuke mambo ya zamani maana yake ni nini? Lakini baadaye wakati naendelea kutafakari, nikaona kwamba ni tofauti ya imani pamoja na unabii. Hayo ndio maswali yangu mawili. Amina. Anasema msiyakumbuke mambo ya zamani. Labda nitoe swali nisaidie kujibu. Nani anafahamu kwamba anapozungumzia mambo ya zamani mambo gani anapogusia kumbuki kibiblia? Karibu Noela. Biblia, yaani mfano ulikuwa hujaokoka, ukaja kuokoka. Na zamani tumia maiki basi. Kimfano ulikuwa wewe ni mtenda dhambi, ulikuwa hujaokoka, ukaja kuokoka. Basi pale unatakiwa kukumbuka zamani. Kwa sababu kuna zile dhambi ukikumbuka zinakurudisha nyuma. Kuna mwingine mwenye tofauti na hilo? Maisha ya kale usiyakumbuke. Ndio alikuwa ananiambia msiyakumbuke mambo ya kale. Na kwa sababu ni unabii, maandiko yanaonekana kwamba tutakuja kukumbana nayo siku zile ambazo baadaye tunapata imani iliyo katika Kristo. Kwa hiyo mambo ya kale ya zamani sio mambo ya kinabii. Ni mambo ya mtu wa kale, dhambi zako au maisha ya zamani ambayo uliyapitia kabla hujamjua Yesu. Sasa Waisraeli walikuwa wanapitia miungu mbalimbali na nini, na Mungu hakutaka tena wakumbuke vile vitu. Walitaka sasa wameanza upya, watembee upya. Na ndivyo ilivyo mpaka leo kwamba kwa sababu injili na wakuta wenye dhambi. Na kweli na shetani mara nyingi anadumaza imani za watu. Nakumbuka zamani kuna ushuhuda mmoja wa mtu mmoja ambaye alikuwa ameiba kuku. Walikuwa ni nani hao machefu hawa kwenye hoteli kubwa, alafu baadaye akaiba kuku. Kumbe anaonekana mlinzi kwenye kamera zile. Alipokuwa anatoka kaitwa Jojo. Alipoitwa pale alikuwa anashuhudia wahubiri wetu wa zamani kwa kutupa mifano kutufundisha. Akaambia mlete ile yako nini? Wasema kwa nini unapata shida ina. Okay. Akaambia sasa nenda nyumbani. Akaondoka. Akaenda kula kuku wake. Alivorudi kesho kazini. Nataka kuondoka njoo. Nini tena mzee?
Amekaa pale mpaka saa ngapi? Nataka niende nikaburudie kidogo. Kaa pale, fanya kazi ya ulinzi. Asi nimechoka, ambia kumbuka kuku. Kukumbuka tu kuku. Jamaa anambia basi. Maana atashtakiwa kwa meneja. Anakaa pale. Mlinzi akamtoza jamaa muda mrefu. Kisha atakufurukuta. Kumbuka kuku. Kwa hiyo jamaa anaenda kukaa pale, sifika kama saa 8 saa ngapi anakuja na mtoa anaenda nyumbani sasa. Kesho anarudi kazi na sinzia. Kesho akitaka kuondoka tena kumbuka kuku. Sisi tumebana nimechoka bwana. Kumbuka kuku. Sasa niambie ukumbuka kuku mpaka lini? Jamaa siku moja akasema sasa huyu kuku ataje kumtoa roho. Maana anafanya kazi masaa 24. Mchana na usiku. Leo ni bora niende kwa meneja akinifukuza sawa, akinifanya akate kwa mchana sawa, lakini nimechoka. Kwa hiyo kabla hajatoka akamfanya kazi akaripoti kwa meneja, mheshimiwa naomba unisamehe. Nini tena? Kwa kweli siku fulani nilikuwa na tatizo fulani, nikaiba kuku, nikakamatwa. Tena hajasema nimekamatwa, niliiba kuku lakini sasa naona dhamira inasumbua. Nikaona mtu. Nikamwambia, "Wewe bwana ni mtu mzuri namna hii. Umekuja mwenyewe." Basi nikusamehe. Tena akapandisha cheo. Kama sijasahau. Alafu baadaye silikuwa hivyo. Amchukani. Si alipandishwa baadaye baada ya kusamehewa. Haya. Hatukumbuki maana ni siku nyingi sana tunaanza wokovu wakati huo. Sasa kinachonifurahisha akatoka sasa ndio amevimba kweli kweli. Jo. Pale kwa nini? Sina kuna. Akaanza kumbuka kwamba sikumbuki. Sikumbuki kuku. Akaisha zake. Simona ilivyo sasa. Kwa hiyo ukikumbuka mambo ya kale sana mambo kumbuka ulikuwa mchafu. Kumbuka ulikuwa hivi. Kumbuka ulikuwa sikumbuki kuku maana ameshapatana na meneja kula amemaliza. Tena amepata nafasi nyingine ya kazi. Sio yule wa jana. Ndio maana kumbukumbu waga Mungu hataki kutembea kumbukumbu zile za zamani kwa sababu yeye ameshafuta. Na anajua shetani atakushika tena kila siku. Leo utakuomba dhamiri inaamka. Unabaki kusema Mungu nisamehe. Na ndio maana wale wanaombaga Mungu kama nimekosea, yaani majaribu yanapozidi si hutaki kuomba kinabii. Tunapewa taarifa za matatizo alafu uombe. Matatizo yanakuzidi bado hapa hata mimi nishapitia huko. Ndio maana nikamwambia juzi nikamwambia mama, nenda kabisa nikashuhudia hilo. Mama akasema siendi kama uendi. Tena mama ananiambia mbona hujamalizia? Baadaye alikuja kwenda lakini tulipata changamoto mpaka mwenyewe akaanza kuomba. Naenda sasa ndio nikaamua na kuomba sasa. Baada ya kunyoka lakini. Maana hali inakuwa mbaya. Wanaisha sasa. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba unabii ni usipoomba kinabii kama kweli unampenda Yesu, hawezi kuacha wewe kienyeji. Ila wale ambao walikuwa mambo yao wanachanganya akili zao na nini sehemu kubwa, Mungu Yesu hana shida nao. Lazima Yesu, nataka nikupendeze wewe, nisaidie, niongoze, nishauri. Wewe anakurudisha kwenye unabii. Ukijifanya uelewe anakaza. Bora ufie pale kwenye mkazo lakini hawezi kuacha wewe mzee. Sio mambo zaidi wewe. Bado maana nilikuwa nahangaika huku hakuna cha kuokoka, hakuna cha dini mpaka nirudi pale. Na mpaka nimerudi. Sema kwanza leo nimeamua na sasa hivi narudi kwenye maono, kwenye mafunuo, kwenye nabii mbalimbali. Kila mtu ananiambia Yesu, narudi pale katika safi burudani ndani ya moyo. Kwa nini narudi kwenye nabii? Sianza kuomba. Swali la pili lilikuwa na tofauti ya imani na unabii. Tusaidia mtu mwingine. Tofautisha kati ya imani na unabii. Na tofautishie. Karibu. Unabii ni ujumbe au mafunuo yanayotoka kwa Mungu kufikia mtumishi wake. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Tofautisha sasa. Kila saidi kidogo ametoa nusu ya jibu. Ni mafunuo anayepata unabii, taarifa, ujumbe anayepata mtu kutoka Mungu. Imani, tofauti ya imani na huo ujumbe ni nini? Haya, simama yangu mbele na upande huko.
Imani ni kuamini kwamba ninamwamini Yesu. Hiyo ndio imani, kuwa na imani na kitu fulani. Lakini unabii ni ujumbe unaoletewa kutoka kwa Mungu. Kwa mfano, uko kwenye maombi, ghafla likaja wazo katika maombi ukiwa unaomba kwamba lile jambo uliombee. Huo ndio tofauti wa imani kuamini na unabii kuletewa ujumbe. Mwingine anani kidogo haijakaja nyoka sawa. Tofauti ya imani, kama unataka kumwambia mtu tofauti ya uji na ugali. Utamwambiaje sasa? Tofauti ya unabii na imani. Yaani usipangalia vizuri unaweza kuona kwamba ni kitu kimoja au lakini vinaenda hivi. Karibu. Amen. Mimi naomba nifananishe kwamba unabii kama ambavyo wamesema ni huo ujumbe, lakini imani ni kuwa na hakika kwenye huo ujumbe. Sasa basi natosha. Imani inaangalia hayatani huo ujumbe. Wewe umeangalia tushike wa Israeli. Mungu alishatoa nini? Unabii kwamba wanakwenda kurithi nchi ijayo maziwa na nini? Na asali. Alafu siku nyingine sasa wanataka kudhibitishwa imani yao jamaa. Mungu huyo akaambia Musa watume watu waende wapande mlimani waende huko wakapeleleze nchi ambayo ilikuwa nawapa. Alafu walete taarifa ni ana nchi ya namna gani. Na Musa akamwambia wewe na moyo mkuu mlete kila kitu katika nchi, kama ni mnyonge, kama ni matajiri, kama ni nini, na alafu wewe na moyo mkuu mlete na matunda. Wanaenda kudhibitisha unabii, si ndio? Na wanaenda pia kinabii. Yaani wanaenda kinabii kwenda kudhibitisha unabii wa zamani uliotabiriwa kulingana na kile anachoenda kuongelea. Sasa Mungu akabaki anaangalia, je, watakachokutana nacho kule itawafanyaje? Itawabadilishaje? Ambayo waliofika wakakuta wanawake wako, jamii ya wanafeli wako, wakajiona ni mapazi, wakasema wakaona nchi na kula watu, imani ikafia pale, wakarudi na mtazamo tofauti. Umeona hiyo? Unabii haubadilikaji, ila imani ya mtu inaweza kufanya picha ikawa tofauti. Kwa hiyo tofauti kati ya imani na unabii. Unabii ni huo ujumbe kama tulivyosema, lakini imani ni namna ambavyo unachukulia sasa ule ujumbe kwamba umetoka kwa Mungu na ndivyo ulivyo. Naamini Mungu amesema na mimi, na mimi naenda kutenda hivyo hivyo. Kwa hiyo Waisraeli walipokwenda kule wakakuta nchi na majitu, imani ikatindika, wakarudi wako tupu, isipokuwa watu wawili walirudi na imani. Wakasema wale watu chakula kwetu na mkono ulio juu yao au uvuli wote umeondolewa, na Bwana tukimfurahisha Bwana atatupa ile nchi bila shaka. Kwa hiyo tutawashinda bila shaka, maana Bwana akiwa pamoja na sisi wale watu tunaweza kuwashinda. Kalebu na Yoshua. Ndio maana Kalebu kwa sababu alikuwa mzungumzaji kwenye ile eneo akapewa ile cheo miliki kwa sababu alimwamini Bwana. Alafu mstari kuna mmoja akasema hiyo ni maanini Hesabu 13, alafu Hesabu 14:11 akasema Bwana akasema watu hawa watadharau mpaka lini? Wasiniamini. Yaani Mungu alipokuwa amewapa ule unabii wa kwenda kule, alikuwa anaangalia wataniamini. Maana nitakuwa aseme kwa kuwa Bwana amekausha bahari ya Shamu. Bwana alitoa maji kwenye mwamba mgumu. Bwana alifanya hiki na hiki na hiki, hata ile tafaa. Na kwa sababu niende ametueleza twende, mimi naenda. Na pia nitasimama mpaka nione tena atafanyaje. Lakini ukitoka nje ya imani, unaacha unabii, unabaki pale pale. Maana lazima unabii usubiri maana Mungu aseme abadilishi. Mungu anasema neno ambalo limetoka kwenye kinywa cha Mungu lazima liyatende mapenzi ya nani? Ya Mungu. Litasubiri mpaka uondoke. Kwa hiyo hiyo ndio tofauti kati ya imani na unabii. Wewe unapata unabii, unabii kwa imani sasa ukatumikishwe na ule unabii na ufanye kama unabii unavyozungumza. Tumeelewana jamani? Mpaka kuna mtu mwenye swali lake lingine? Umeelewa mambo vizuri? Chukua hiki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimeelewa nini tofauti ya imani na unabii.
Kwa mfano sasa, mtu kwa mfano Mama Joani hapa anaumwa, haumwi, lakini Bwana Yesu asifiwe. Nikawa namuombea, labda mimi namuombea, naambia muamini Mungu utapona. Je, kama yeye hana hilo neno la kinabii kwamba atapona, anaamini tu atapona, na yeye ndo atakaye na neno la nabii na kupona, au mimi ninayemuombea? Wewe unayemuombea. Yeye akiwa neno la kinabii atakuwa ni la kwake mwenyewe. Atajua jinsi ya kulipambania au kuliivisha. Umeona? Kwa hiyo ukimwambia uamini tu Mungu utapona. Kama una neno la kinabii utakuwa umezungumza tu hewani. Lakini kama unalo neno la kinabii, na maana ile neno la kinabii linashusha uwezo wa Mungu juu ya yule mtu anayemwombea. Kwa hiyo mkono wa Bwana unauleta. Bwana ameniambia wewe utakuwa mzima. Siku moja nimwombea mtu mmoja hapo, na yule mtoto Bwana anatazama moyo. Tukafunga siku 3 pamoja na mzazi wake. Alafu nikamwambia mara ya mwisho mtoto mwekee mikono, nikaweka mikono katika jina la Yesu uwe mzima. Ile namalizia kama nasumia uwezo uzima ndani mwake. Nikaambiwa hapana. Wewe anakwenda kufa. Sitoka kidogo pale. Nikamwangalia mama mzazi hapo. Nikajua ni mpango wa Mungu mtakafanya nini? Kufa. Na sina namna nyingine. Sababu Bwana amethibitisha. Tumefika siku 3 mara ya mwisho. Sasa utamueleza mzazi kwamba mtoto anataka kufa. Tutamua mzazi kabla mtoto hajafa. Basi tukaomba, lakini sijaongea mambo mengine mengi zaidi sababu nisije nikamkosea Mungu. Ndio maana Paulo akasema sijaacha ile maono mbinguni. Siwezi kuiacha ile sauti. Kwa sababu Mungu amesema kwamba huyu tayari mpango wa kuondoka duniani umekamilika. Kwa hiyo siwezi kubadilisha. Na Mungu angeweza kubadilisha. Unajua tunapoomba, ndio maana lazima tuombe kinabii. Kwa nini? Tunapoomba kumbuka sio sisi tunaponya. Tunampa Mungu kazi ya kuponya. Yeye atatupa taarifa kamili kwamba anapona au haponi. Nilipokuwa Masai kule miaka ya nyuma mwanzo kabisa huduma, nikakuta ugonjwa wa ugonjwa wa kuharisha damu ukaenea ghafla kwenye ile nchi. Kwa hiyo nikaenda kwenye boma wa Masai wanaume wote wanaharisha damu tu. Sasa nikawa naweka mikono katika jina la Yesu uwe mzima. Wakati naweka uwe mzima, nikaona kabisa mmoja yaani pale nikasikia ndani amefunguka. Ila wakati silikuwa sielewi mambo ya kinabii. Nikamuuliza vipi, alisema nimepona. Sura ikabadilika hapo. Alafu akaamka. Akaendelea maisha na wengine wakapona hivyo. Lakini kinachonifanya nizungumze ile kuomba alafu uthibitisho wa uponyaji ukafanyika pale. Na mimi nikasikia ndani amepona. Kwa hiyo tunapofanya huduma, sisi tunatembea kulingana tulivyoitwa. Na ili huduma iende, lazima tuende kwa Bwana ameniita na Bwana anaenda kuponya. Lakini kusema mimi ndo naponya, ukitaka nguvu utafuta hilo neno la kinabii sasa. Ili unaporuhusu uwe mzima katika jina la Yesu, unapata taarifa pale uwe ni mtu mzima. Kwa hiyo pale unaweza kusema wewe ni mzima. Hebu fanya hivi. Alafu naye anashuhudia uponyaji wake. Bwana Yesu sasa. Kwa hiyo ndio hivi sasa tofauti iliyoko pale. Karibu mzee. Amen. Kwa mfano nikitumia sasa labda neno la Mungu. Sawa, hebu mpeni. Nikasema labda nikiwa namwambia mtu nikamwambia Biblia inasema kwa kupigwa kwake wewe ni mzima. Wewe ni mzima, umepona. Itakuwa kwa sababu sio neno sijasikia lakini nimetumia tu neno la Mungu. Liloko labda tuseme maono basi ya Yeremia au Isaya. Sawa. Lakini kingine inakuwa ni mafunuo na kwa nini watu waamini. Kwa mfano nilivyokuwa Uganda ndio kushuhudia siku moja mtu anawauzia watu viwanja mbinguni. Sasa huyo mtu anakuwa amepata mafunuo kweli au tu inakuaje hapo? Na watu wanaamini na wananunua na wanapewa na cheti. Sawa. Sasa kitu cha maana pale kuna andiko moja kwenye kitabu kama sio Mika au manabii wadogo. Akasema mtu akija akikutabiria habari ya kileo
ukakubali, basi huyo mtu atakuwa nabii wako. Sio kama kusoma ile andiko. Sikumbuki kama ni wapi. Lakini kuna ile andiko kwamba akija mtu akakutabiria uongo na unaangalia na ukakubali, basi kwako ni nabii, lakini hauna uhusiano na Mungu. Kwa hiyo yule mtu anayewakatia watu viwanja mbinguni, je, kuna andiko linalomsupport unabii unaotangulia? Unaturuhusu kuwakatia watu na kuwauzia viwanja mbinguni? Na kupewa hati kwamba wewe umetoa shilingi kadhaa, plot yako ni 20 kwa 20, wewe umetoa milioni moja, plot yake ni 60 kwa 70 na ni je, kuna andiko lolote nabii wote alizungumza kitu kama hicho? Basi kwa sababu hakuna andiko na hakuna nabii mwingine aliyetoa ufunuo kama huo, hauwezi kukubaliana na kitu kama hicho. Wanatoa hela. Wajanja ndio wanakula wali wao, lakini wajinga wali wao ndio. Na ndio inakuja safari kupambanua roho. Baada ya andiko, kinachofuata ni upambanuzi. Mzee nafindo hiyo. Umeuliza tu kwa sababu ya kuchokoza. Haya. Na kuna hilo lilosema la pili la andiko, kwa kupigwa kwako umefanya nini? Umepona. Sasa ni kweli andiko linasema vile. Je, hatuyatumia maandiko haya mara nyingi, je matokeo yametokea? Tunatumia hayo maandiko wakati tunapohubiri. Alafu kwa sababu Mungu yuko kazini, anaweza karuhusu lile neno akalivuvia likafanya kazi. Mimi hapa baadaye nitakuja kuashiria. Na mimi naye maandiko huko ndani ambayo nimepewa kama unabii. Lakini sio nimepewa unabii kwa kusoma. Wakati nasoma, Roho Mtakatifu akazungumza na mimi. Simamia hapo. Nikupe andiko moja kwenye kitabu hiki cha. Sasa nataka kutoa mfano kama Jacob alivyosema kwenye Injili ya Luka. Mlango wa 11. Luka 11 nisomee mstari wa 8. Japo mstari niliopewa ni ule wa B. Nisoma pala tafsiri kwenye B. Nawaambia ya kwamba ijapokuwa haondoki ampe kwa kuwa ni rafiki yake, lakini kwa vile asiyoyaacha kumwomba ataondoka na kumpa kadri ya haja yake. Wakati nasoma maandiko sasa na somo langu, nilipofika pale kwenye lakini kwa vile asipomwacha kumwomba ataondoka na kumpa kwa kadiri ya haja yake. Alafu pale Roho Mtakatifu akasimamisha pale. Sasa nilipotulia nikatafakari sema Bwana anazungumza kwamba kwa kadiri mimi nitakapoenda kumwomba, kwa kadiri nitakapoenda kumsumbua, Mungu atanipa kwa kadiri ya yale ambayo nahitaji. Tumeelewana jamani? Ikawa ndio ile kinabii kwao. Lakini nisingeweza kutoka tu nikasema sasa kwa jina la Yesu, ulisema umetoa mfano huyo jamaa kazi dhalimu kwamba ning'ang'anie kuomba mpaka nipate. Nahitajika kati ya mimi na Roho Mtakatifu ninaposoma au ninapoandaa ni awepo pale, alafu anikatika kipande kangu pale. Nimesimamia hiki. Kwa hiyo unaweza ukasema kwa kupigwa kwake. Wakati unazungumza au unasoma, Roho Mtakatifu akaamua kuisha ile neno likawa la kinabii. Kwa kupigwa kwake uwe mzima. Unashangaa roho uweza unatoka ndani mwako, alafu ile neno linaingia kwa yule mtu na yule mtu anafunguliwa. Kuna unabii unayokuja live wakati unafanya huduma. Kuna unabii unakuja live wakati unasoma. Kuna unabii unakuja live wakati unaomba. Unanisikia lakini? Unanipata eti? Kwa hiyo haitakiwi tudumae. Lazima tuwe open. Huru kabisa kwamba popote ninapofanya huduma lazima niishi kinabii. Kwa nini? Tayari nazo nabii mbalimbali nilifanya nikae mbele za Bwana. Na wakati nataka mbele za Bwana bado niko tayari nabii zinazoendelea kutiririka kwa Mungu. Itokee kwenye Biblia iliyoandikwa, itokee kwenye uwepo wa Bwana, itokee wakati nahubiri madhabahuni, wakati mwingine nahubiri mpaka nashangaa binafsi. Wakati unahubiri unasikia neno la Bwana neno fulani unahubiri la kushangaza, alafu linakushangaza huko ndani. Bado unatoka na tafakari. Hivi ilikuwaje ili ndio likatokea? Yaani unahubiri madhabahuni, na wakati Mungu anashughulika na wewe tena. Unahubiri madhabahuni, wakati
anakutia na moyo pale pale. Kupitia maandiko haya haya na ubiri, unazikuta wahubiri wengine na wakati neno unaleta ndani mwako linapanuka zaidi kuliko ulivyofanya ulivyokuwa na ubiri wewe. Kwa hiyo unatoka pale una ujumbe mwingine kutoka kwa Mungu. Una hatua nyingine. Na nimepitia vitu hivyo. Kuna wakati unahubiri unatoka umenywea. Yaani unahubiri hakuna pigo pale pale. Unatoka simu na basi tu. Yaani maana ni kwamba anga limesimama na kataa zito. Alafu unahubiri unatoka haleluya. Yaani pale pale Bwana amekuja kukutia nguvu. Yote ni hali za kiroho na mapambano ya kiroho. Nafikiri swali lako limejibika mzee. Na naomba nishuhudie kitu kwa dakika moja. Amen. Alafu siku moja niliombwa na mchungaji, sio mchungaji huyu msemo kafikiria. Tulikuwa tunaenda kumwombea mtu na mwinjilisti mmoja. Tulipofika iko maeneo Ngulelo kule. Tulipofika yule mama kichwa kilikuwa kinapata moto kiasi kwamba anakidumbukiza kwenye ndoo ya maji lakini haipoi. Sasa tukaanza kumwombea pale, tumeomba. Yule mwinjilisti akamwambia mama, haufunguliwi kwa sababu Roho Mtakatifu ananiambia huku ndani kwamba kuna vitu unavyo kutoka kwa mganga. Mimi nikasema afadhali, kwa sababu tushaomba hapo karibu lisaa lakini hamna kitu. Yule mama akapiga yowe akasema ondokeni kwangu. Yaani mimi ningekuwa nina hivyo vitu nisingekubali niteseke kiasi hiki. Sijawahi kwenda kwa mganga kwenye maisha yangu yote. Sasa ile kitu ikawa imechanga. Kwa kweli tulifukuzwa, tuliondoka na mchungaji wangu pamoja na mwinjilisti tulikuwa naye ambaye amestamka hayo maneno. Lakini njiani kwa kweli tulijiona aibu, yaani tulihisi aibu. Kwa kweli, kwa hiyo kuna watu huwa wanaweza kuwa wanatumia mazoea. Labda kwamba aliwahi kusema kitu kama hicho sehemu au Mungu aliwahi kumuonyesha sehemu kitu kama hicho. Akaona basi kila mtu labda anapitia hali hiyo. Kwa hiyo ndio kitu ambacho lakini pia la uchokozi tu kwamba labda nikasema kuna mtu mwenye tumbo hapa na akatoka mbele na sijasikia hapo inakuwaje. Ni hivyo kama hivyo. Alafu kwenye ukateta watu wengi jamani, kuna mtu anaweza kana ana matatizo ya tumbo. Hiyo ni na vile tunazungumza hiyo kwamba kuna janja ya ubiri wanatumia wengi wa watu na udhaifu wa watu. Wanajua kabisa watu wana matatizo ya vizazi, wana matatizo ya vifua, wana matatizo ya vichwa. Atasema kushoto, unashangaa kweli kuna mtu ana mafua yake anapita kushoto anafikiri Mungu amesema hamna. Sawa, juzi ulijifunza tukasema nabii ataenda neno kwa kinai. Naona. Sasa ninashukuru yule mama alikuwa jasiri kwa kweli kwa kuona anafanya vizuri. Ili kuadhibitisha kwamba huyu jamaa hajazungumza neno la nani? Neno la Mungu lazima liwe kweli. Neno la Mungu lote ukizungumza itakuwa ni kweli. Ukiona sio kweli maana yake ni kwamba ametumia akili zake au alisema kama mzee alisema pale ameburi tu labda inawezekana kama sehemu nyingine ametumia kaleta matokeo. Usiige imani. Na unabii uliopata leo hapa usitumie pale. Unaona? Usifikiri kwamba kila mali ni korongoni. Kuna sehemu nyingine sio korongoni ni shimoni. Wala tereka kama korongo na kudukia moja kwa moja kutoka tena. Kwa hiyo ninashukuru kwamba tunaendelea vizuri. Kwa hiyo kwenye huduma kama Bwana hajasema tena juzi nikazungumza habari ya Elia. Elia alitoa mbio. Sio kama alikuwa mwoga, alikuwa na unabii. Atashusha moto mwenyewe. Wakati anashusha moto alikuwa na Bwana. Bwana anambia, "Nenda nitafanya." Lakini tilipu hii wenda ameingia rohoni, anatafuta sauti ya kinabii, haipo. Akasema, "Ngoje niuawe." Akatoa mbio. Kwa hiyo umeona kule Mungu amemngumka ni wajibu. Je, angetoa unabii uongo? Basi wewe kuanzia sasa mionzi ya jua inaelekea kwako ikuangamishe. Alafu mionzi haitokee. Elia aliona sina namna kwa binadamu ngavia katoa mbio. Na kule alipokwenda anaulizwa kwa nini uko hapa Elia? Anasema nimeona wizi. Hatuoni Mungu akimwambia alafu wakati anajiombea afe hatujaona Mungu akimhukumu kwamba kwa nini umekimbia. Nieleze sababu ya uoga na nabii mkubwa na wewe mwisho moto. Mungu hajamuuliza. Lakini Waisraeli walivyoshindwa kusimama kwa imani na Mungu amesema na wao wala wakahukumiwa.
lakini Elia maana anasema ikampendeza Mungu, akaamua kumpaliza Elia kwenda mbinguni bila kufanya nini? Bila kufa. Hawa huko wanahukumiwa miaka 40 jangwani, wafie mle kwa sababu ya kutokuamini. Maana walikuwa na neno la kinabii la imani kwamba nendeni, na walikuwa na imani neno la kinabii la ahadi kwamba ile nchi ya kwao. Wakamdharau. Maana akasema, Bwana akasema wamenidharau. Huyo Elia ametoa mbio kwa sababu hakuwa na neno la kinabii kama mwanadamu, akaondoka. Na alipofika akasema, Bwana, mimi si mwema kuliko wazazi wangu, nachohitaji nife. Lakini baada ya kufa akarudi kwenye huduma tena kuendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Muda unaenda na nahisi kuendelea. Naomba nitoe vitu vichache ambayo itakuwa mfano. Narudi kwenye maono yangu yaliyopita, yale ya wachawi 250. Kuna vipengele ambavyo sijamalizia. Na ile vipengele ambavyo sijamalizia nataka uvidhibitishe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye ile madhabahu wakati nimesimama kuhubiri, niliwaambia kwamba kushoto kulikuwa na wachawi 250 wakiongozwa na mwanamke wanataka kuniua. Sasa wakati mkutano ukiwa mbele yangu hivi, nikageuka kushindana na wao, kuja kugeuka hivi, ule mkutano umeondoka wote. Umeona hiyo? Wameondoka. Kwa kada hivi niko kujua madhabahu, nikaona wanaisha mashambani. Wale kule. Alafu wakati nimetulia hapa nashangaa naangalia, nikauona mkono wa Mungu umekuja upande huu. Ule mkono wa Mungu kaja ukagusa kinywa changu. Ulipogusa kinywa changu, nikaanza kuhubiri. Nilianza kuhubiri, wale watu kule wakarudi tena wote. Alafu ule mkutano tena nikaendelea na huduma pale pale. Wachawi wako pale 250, lakini ule mkono wa Bwana ulionyooshwa kugusa kinywa changu, nikaanza kuhubiri. Wale watu wakarudi wote tena pale pale kwenye mkutano. Alafu nikazinduka. Sasa nataka kukupa kitu kimoja. Madhihirisho ambayo hawa jamaa bado wanayo. Maana bado sijakuwa wameisha wote. Hapa tumeweka semina. Kuna wakati unasikia ugumu wa kuja kanisani kwenye semina. Kuna wakati unaona ibada ni ngumu leo. Unajua kupata hisia za namna hiyo. Sasa nilichojifunza kwenye mambo haya ya kinabii, mimi sasa nakisimamia, niko naomba na shirika, lakini kunalo neno Bwana ametia kinywani mwangu. Yaani ule mkono uliogusa kinywa changu, kama inasema mkono kanyo, Bwana kanyosha mkono akagusa kinywa changu. Akaniambia nimeatia maneno yangu kinywani mwako. Kumbe aliponyosha ikaweka mkono kinywani mwangu, akatia neno, nikaanza kuhubiri. Wale watu wakarudi wote. Pamoja na kwamba kuna wachawi wengi, pamoja na mashauri mengi, lakini Bwana ametia neno kinywani mwangu ambalo mtu, yaani nitafuta mtu popote atakaponisikia. Pamoja na kwamba kuna vita vingi, panayo mashauri mbalimbali, na wale wachawi sio kwa shida tu kwa kuomba, itawashinda kwa injili ambayo Bwana ametia kinywani mwangu ili nihubiri. Alafu wale watu ambao wametawanywa kwa mbali, mkono wa Bwana kupitia neno la Mungu utawavuta tena kwenye uwepo wa Bwana. Hebu mshangilie Bwana wetu Yesu. Kwa nini nimetoa unabii kukukumbusha? Kwa sababu hapa mtu mpaka afike kanisani kwetu ni gharama kubwa sana. Ni kazi. Na kazi nyingine umeshaiona. Labda mama yetu pale alishashuhudia karibuni tu, mama pale, Mama Shalom. Jinsi ambavyo mara ya kwanza kuja tu. Labda nipe maiki azungumze mwenyewe. Sababu kumsemea mtu wakati uko hapa sio nzuri. Labda kama hataki kuzungumza. Hebu tueleze uko na hisi, ulivyokuwa unafikiria. Amen. Cha kwanza kabisa, wakati nikiwa nakuja hapa njiani, naona ninakwenda si sahihi. Ninayo mengi lakini nitaongelea siku nyingine. Yaani napata kama nakosea pale nilipo ndio sahihi, kule nilipo. Kwa hiyo mpaka wakati ninakuja, nikitoka namwambia Mungu ni rehemu, nimeenda mahali si sahihi. Yaani napata pingamizi katika ulimwengu wa roho, nakuwa ndivyo sivyo. Ikaendelea ile hali mpaka wakati, yaani siku ambako mchungaji aliponiambia kataa anga ulilonalo kule
kubali anga ulilonalo sasa, kama jinsi alivyosema, yakasikia moyo ukafanya upako. Na mimi siku nilipoamua kukataa tena, nakumbuka nilikuwa nyumbani, nikasema Mungu, kama nikiwa huku yatanitokea haya ninayohisi kwamba yatanitokea, na kama nikienda huku yatanitokea yanayotokea, kama huku kutakuwa ni salama, basi acha nijikabidhi hapo, ili kama yatatokea na nimeamua kufuata pale yakatokea, basi mimi kuanzia leo nalikataa anga la hapa nilipo, ninafuata anga ninaloenda nalo sasa pale Lemara. Kuanzia siku hiyo nikasikia wepesi na kitu kikashuka, na kuanzia hapo siwafichi, nilianza kumuona Mungu akisema na mimi. Inatosha. Haya, mwingine. Na mpaka leo kuna watu wanateseka hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Naona unatokea ghafla. Haya. Sema mwingine. Haya, karibu. Unajua nikukumbusha mbali. Kipindi cha mwanzo na mimi kwanza kuja huku nilikuwa napata shida sana. Yaani sio kidogo, kubwa mno. Simu ya mchungaji nilikuwa nikiona naipokea, lakini kwa shida, na nikitaka kumpigia na shida aniombee, lakini napiga ile simu wakati naita naweka pembeni kwanza, nasubiria akipokea, alafu nikishapumua, alafu ndo naanza kuongea naye. Lakini nitoe mfano mmoja ambao hiyo siku ilikuwa ngumu pia, japo sio kwa siku moja, ila hiyo siku ilikuwa ngumu zaidi. Nimetoka nyumbani Ngaramtoni, kwa nakaa Forest kule, niko na mdogo wangu na kijana nilikuwa naishi naye ambaye ni mwanachuo, sio mdogo, na mtoto wangu mdogo sasa hizo ni peke yake. Tukaja tukafika Kilombero. Sasa tumefika Kilombero, kutokea natoka nyumbani kote, yaani kichwa ni kama hakijatulia tu kwamba nisiende, ni bora nikibaki nyumbani. Yaani kama vile na mambo mengi ya kufanya, kama vile nimechoka, ningekaa tu kanisani kwenyewe mbali. Yaani kulikuwa na sababu nyingi sana. Lakini nilipofika Kilombero nikaangalia sana. Nikaona saa inasoma saa 6 na dakika kama 38. Alafu ndio niko Kilombero. Alafu sasa natakiwa niende kanisani. Wale watoto niliwagombeza pale Kilombero. Sio watoto, kumbuka, ni mtu amemaliza form 4, mwingine amemaliza form 6, yuko chuoni. Nyie mmechelewa. Ona sasa tunafika saa hizi. Yaani ni kelele. Sasa yule kijana ananiambia, dada, hatujachelewa. Mbona mtume bado unaruhusu tunaweza tukafika? Nikamwambia hapana, angalia saa. Ona saa, si saa 6 ina madaka 30 ngapi? Sasa hizo tunagombana Kilombero. Sasa mwisho wa siku nikamwambia mnakwenda sasa. Twendeni turudini nyumbani. Sinaona tumechelewa. Sasa tumechelewaje? Tumetoka nyumbani mapema. Mimi sijui na hizi haisi zenu. Tukatoka pale tukaanza kutembea na mguu, tukaenda tukafika roundabout ya pale kama tunataka kwenda Mianzini kule. Sasa nilipofika pale nikasikia tena kwamba hebu angalia saa. Nikaangalia saa, eti saa 3 na tukaanza tena kurudi, tukaenda Kilombero, alafu tukapanda haisi tukaenda kanisani. Kwa ni kweli kuna upingamizi mkubwa. Hebu tumchekee Bwana Yesu tena kwa shukrani. Nataka nikajua, nimekumbuka wakati tafakari, nikasema wewe inaonyesha watu hawa jinsi hivi vitu vinavyofanya kazi sasa. Na hauwezi kwenda kirahisi. Mwingine muombe siku ndio utafuta siku nyingine. Mwingine mpenda mwingine kule. Hiyo yaache kesho akiba. Hiyo mwingine aongee. Kiongea mwenyewe utasimkana. Amina. Sio ushuhuda wangu, ni ushuhuda wa mtu. Acha wa mtu. Mpe mwenye ushuhuda wake binafsi. Wa mtu unaweza kuongeza au kupunguza. Ni vizuri aje ashuhudie mwenyewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amen. Nami nakumbuka nilianza kusali hapa wakati wangu uko kwenye training nilipoendelea kusoma Marekani. Ilikuwa ni kipindi kigumu kiuchumi, lakini nilidhamiria kuja. Ila sasa nilipata upinzani kiwango cha kukata tamaa. Yaani ilikuwa nafanya fixing ya budget ili nihakikishe Jumapili nauli ipo. Lakini ikifika Jumamosi linatokea jambo litakalohakikisha nauli yote imeisha. Ninakumbuka siku moja nilikuwa nimeficha, nikasema hii hela sitaigusa ili nihakikishe nimeenda Jumapili. Nilikuwa nakaa na binti anayenisaidia. Sijui hata nini kilimtuma hiyo siku, akamwaga chooni mifupa ya kuku, machungwa, kila aina takataka. Kwa hiyo choo kikaziba. Akaja mtu kuzibua, akanambia kwa kazi ndio fanya nitalipa 10,000. Kwa hiyo nikampa yote niliyoweka ili Jumapili nisiende kanisani. Nikaumia. Kwa nini?
Jumamosi nyingine mtoto akaumwa. Nilopanga nimeweka hii hela ndakisha naitunza nauli ya kwenda Jumapili kanisani. Mtoto akaumwa ghafla, nikaenda hospitali naitwa St. Elizabeth. Ninafika hospitali, nimetibiwa imeshakuwa jioni na kumbuka ilikuwa ni Joan. Baada ya matibabu yote akaniambia dawa hii nunua kwenye duka la hapo nje kwa huku ndani hospitalini hatuna. Nikaenda nikanunua dawa nikajikuta sina hata 100. Kila nikipanga kila ikifika Jumamosi kesho Jumapili natokea tatizo takalomaliza nauli yote. Siku moja nikajiona na nauli kabisa nikaja kanisani. Ninarudi hivi nafika Kilombero ndo nauli imeishia hapo. Nikaanza kukaa. Nikamwambia binti wa kazi, wewe nenda. Mimi nitakaa hapa. Sina nauli ya kurudia. Kuna sauti inaniambia, "Kwani unang'ang'ania kusali mbali? Si uache, si unaona magharibi yanakuja, si unaona unateseka, kama unatumia nguvu sana. Acha kwenda huko kanisani." Nimekaa na shanga, hivi ni nini? Nitaendaje nyumbani? Na panga dia, nitatembea nyumbani niko stand pale Kilombero. Akatokezea baba Maka, nikamwambia baba Maka, hapa nipo sijui. Najaribu kuangalia naweza kutembea hadi nifike nyumbani Majengo. Akanipa nauli. Safari kaendelea nikafika nyumbani. Yaani nilikatishwa tamaa kwa kila namna. Baadaye mama akarudi. Nikaa nimepunguza mzigo wa kwanza nikaendaje, lakini bado niliona vikwazo vinaendelea pale pale. Tulikuwa na gari tuloanzia. Ikifika tu siku ya kwenda kanisa gari haifanyi kazi. Kwa tunaendelea kupambana na Mungu katusaidia. Haikuwa rahisi kuwa washirika kusimama mbele. Hebu mshangilie Bwana Yesu. Sasa naomba ndio baki kingine mtashuhudia. Nilitaka tu uone anga za kinabii zinazofanya kazi. Jinsi vita tunavyopambana. Na jinsi pia Mungu anapokuwepo kwenye eneo la utendaji. Sasa sira isakalesa yale mapambano kama wale wachini mpaka leo wanafanya kazi. Kuvunja watu moyo, kuzuia, kukosoa, kupotosha kwa namna yoyote. Sasa kitu kizuri lile neno la Bwana Mungu ndani mwangu. Neno la kinabii ambalo ndo nakufundisha nalo wewe sasa. Ili na wewe ulete mapinduzi kwenye anga kwenda kuzunguka. Usitumie akili zako, tumia hekima ya Mungu kushangaza ulimwengu wa roho. Hekima ya Mungu tu inaweza kumkomboa shetani. Hekima ya Mungu tu inaweza kufanya matokeo makubwa kwenye uchumi, kwenye ndoa, kwenye afya, kwenye kila kitu. Usikubali kuishi unavyofikiri. Vizuri kaishi kinabii. Maisha yetu yanabebwa kinabii. Kuishi kwako uko kinabii. Uponyaji uko kinabii. Utajiri uko kinabii. Mafanikio, yani kila kitu. Ukirudi hapa, wale wote waliofanikiwa ambao Mungu mafanikisha kinabii. Amesema, amefunua, wakaamini, wakapenda, au wakaomba, au wakasimama. Bwana akathibitisha neno lake. Kwa hiyo naomba hivi, unaposikia ugumu kwenye ibada, ugumu wa kuwahi, ujue kuna machalini 250 wakora wanayofanya kazi. Ukitaka nisaidie kushirikana wao kwa maombi, ukutane na wao tena, alafu uone balaa lao ni koche, ili na wewe uchangie kitu kwenye unabii huu. Bwana Yesu sasa. Ila nashukuru Mungu kwamba ninalo neno la kinabii, Bwana amenitia kinywani mwangu ambalo pia litamsambaratisha. Haleluya. Tuko pamoja jamani. Bwana Yesu sasa. Kuna mama mmoja kutoka Ngaramtoni kule. Akaja na gari bio, akafika hapa kibao cha kanisa, kila kitu na ana namba ya simu. Japokuwa sasa hayupo. Lakini akapitiliza jana mpaka kule. Kule mwisho kule kwenye barabara hii. Akatoka tena akapitiliza akaenda nyumbani. Nampigia simu na niambia niko praise mchungaji. Sasa mbona akasema nimekosa kanisa. Nikamwambia mbona una namba ya simu mama? Hiyo ndio nashangaa, nimeshindwa kunyanyua simu. Fikiri mtu anaangalia kile nafikiri mama mumeona sasa hivi ana mambo mengi sana kwa sababu yuko kwenye kampuni ya mambo ya masuala ya kilimo. Sasa akaniambia mchungaji, ninachoshangaa simu naona pale. Namba iko pale lakini nimeshindwa kunyanyua. Nimeshindwa hata kusimama kuuliza. Yaani nimenikuta ninyoka tu. Nimefika mwisho kule akaangalia kule akaniambia kule ngambo nimeona mashamba vitunguu na nini, alafu akaguza gari, akapandisha huyo. Mbona hujapiga simu? Hilo ni anga. Lakini liko kinabii. Linatakiwa lishughulikiwe mpaka liitike. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi tuko pamoja jamani? Unanielewa vizuri? Nikupe nyingine. Simwone nje hapa hapa.
Simona hapo kwenye anga la juu. Kuna siku Mungu akaniletea mkuu wa anga amekaa kule juu kabisa. Alafu kwenye kiti cha Yesu. Yaani kule kwenye mwezi tuseme. Alafu alipokaa kule, ile eneo lake, hiyo nchi ya duara ile, wamezunguka wengine wakubwa wake wale walioko chini yake wamezunguka kama duara hivi. Akacho. Alafu kwa chini hapo sasa. Hii unaona hii eneo lote wachao waliojaa kwenye barabara. Wamevaa kaptula blue na shati nyeupe kama watu wa sekondari, watu wa shule. Ni wengi kama unaona watu wa shule tu walivyo saba. Ndio hivyo hivyo. Sasa nilipoona ile maono nikasema, kwani nikamwangalia mheshimiwa mkuu wa anga au shetani anakaa kwenye kiti. Nikatoka nikaenda hivi, nikaangalia kwenye duara kule, nikamwona kule. Kwenye kiti chake. Alafu nikazunguka. Nikasema, sasa wewe fikiri huu mtaa huu barabara imejaa wachawi kiasi hicho. Hivi mtu atavikaje? Siku moja mtu mmoja ananiambia, mtu alivika mzali ili mmejika mwaka gani? Hivyo yuko hapo. Anasema miaka yote napita hapa sioni kanisa. Na hata leo nikimwambia aje atashuhudia hivyo. Kama kweli. Yaani mpaka tumejenga hili. Yeye haoni. Mpaka tumekuja kuingia hapa ndani na muombea anafungua pia. Hivi ile kanisa tumejenga lini? Wakati ametukuta hapa, akanunua akajenga, akawekeza, anapita hapa anaenda kuabudu, anarudi, lakini yeye haoni kanisa liko hapa. Unaonaje? Wale watoto wa shule wanaokuja hapo chini pamoja na ugonjwa mkubwa yuko hapa. Naona lakini ninao nabii wa pili huo. Nikaendelea kuomba kushughulika. Sasa vitu vya kiroho ni vya ajabu kwa sababu ametumika kwa siku hii. Moja hiyo kuelewa. Ghafla tena Mungu alimcheta. Hiyo ndio tukavuta tena. Nikaenda nikamwona tena mkuu amekaa pale jitu alipokaa na watu wake. Unajua nilipofika tulipita na nikaenda kamwangalia TV. Nikawa kama kuna kamba kama hii kule kwenye kiti chake. Nikashika tu kama nikamteremsha chini. Nikadondoka. Alafu nikitoka. Yaani kama hiyo ni bali niko hapo. Bali baada ya kutumia bwana kuna hiyo nikavuta. Nikamteremsha chini. Nasema sawa. Pamoja na kama mkoa ile lakini inaonaambiwa pili wa kupromosha. Na kumpromosha mkuu wa anga, ataachia anga pamoja na wachawi wake na madini yake na atamiliki anga. Hebu mshangilie Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo ninaposimama kuomba, nina kazi nyingi za kufanya. Nina mapambano na majukumu na wanaelewa. Wanafahamu nachofanya. Na ninapofundisha hivi wanaelewa kila kitu. Mafundisho yanawachanganya, yanawaumiza, yanawaharibu na neno la Mungu linatoa pepo. Kama unakumbuka Yesu alitoa neno pepo kwa nini? Kwa neno. Kwa hiyo neno la Mungu ndio haya. Ndio linaweza kuleta kila kitu kwenye maisha, kwenye kila jambo. Kwa hiyo naomba hivi. Sasa usiteseke sana wakati unazo na mimba mbali. Ni bora ukutu unapambana na kina Goliati, Bwana anaingilia kati pale kuliko ukutu unakimbia zako kule. Unazurura, unaacha shamba lako na miliki na Goliati anakula na kunywa, ananyonya uchumi wako, anashikilia kila kitu. Maana kila eneo la mafanikio yako kuna jitu limekaa pale. Usione una mafanikio. Kuna mafanikio ya kinabii. Mafanikio ya kinabii ni bora kuliko kila kitu. Heshima inakuja mbele za Bwana kwamba umefanya vizuri. Mafanikio yanatokana na ulimwengu wa kinabii. Yanakupa heshima hapa duniani na mbinguni yanakupa heshima kwa sababu unachukua sehemu ya urithi ambao Bwana alikuandalia na umenufaika nayo. Huu utajiri mwingine au baraka zingine ambazo umepata kwa sababu Mungu huonyesha mvua yake wema na nini? Hiyo wala haikupa heshima mbele za Bwana kama umefanya kitu kanufaika nayo. Ndio maana Waisraeli waliambiwa kwamba pambanieni ile ardhi. Sio kwamba hawakuwa na uwezo kupata ardhi nyingine, lakini ili inatoka kwa Bwana. Ndio inawapa heshima kama taifa teule, taifa la Mungu, taifa takatifu, taifa lilochaguliwa, lililoteuliwa na Mungu, lililopewa milki. Wewe fikiri taifa ambalo Mungu amechagulia, akalipa milki. Pamoja na kwamba nchi yote na dhahabu na fedha na kila kitu ni mali ya Bwana, lakini anaamua kuwaridhisha jamaa. Hii ninawapa urithi.
Unaonaje hilo taifa mbele za Bwana? Hata kama nyinyi mna kila kitu, lakini kuna watu ambao wanaurithi kutoka Mungu. Ni bora upambane upate kitu kutoka Mungu. Na Bwana anatangazaga hata usipoomba na kupa nabii mbalimbali. Kwa hiyo kuanzia leo naomba hivi, tutakwenda kuomba sasa. Rudi kwenye nabii zako. Mimi nitajifunza siku zingine. Rudi kwenye nabii. Rudi kwenye taarifa zako. Alafu simama pale. Amini. Alafu ukisikia upinzani, kumbuka wao wachaliwa ndio waeleza. Shughulika na wao. Hamwezi kuzuia. Hamwezi kunifanya akili yangu isitulie. Na ukisimama kwenye nabii wako wanaheshimu, wanatulia. Ukiona uzito kumbuka huyo mkuu anga. Poromosha, saidia. Poromosha. Na mengine mengi ambayo nimeshashuhudia. Ndio tuko pamoja. Wangapi wanaelewa? Hebu tumshangilie Bwana wetu Yesu. Mbingu zinashuhudia kwamba ni kweli kwamba tunapaswa kuishi nabii. Na Roho Mtakatifu ndani mwako anashuhudia ukweli. Wanaweza sasa sababu na wewe kama Mungu anashuhudia kitu cha kweli. Tusimame sasa na kuabudu. Kwa muda kidogo naomba tuombe sasa kinabii. Na wewe tumesongea lakini tutakopa muda. Tuombe kidogo. Kwa siku moja mbili sio mbaya. Tuamkishe cha mwingine waimbaji. Sogea tuombe.
Let's go.
Matendo yako ni makuu kama nini, watendea wanadamu. Ninasema asante kwa mwangaza wako, nasema asante kwa mwangaza wako Yesu. Mwangaza wako umetufikia, nuru yako inaangaza, nuru yako kupitia neno lako inatangaza. Neno lako ni taa na mwanga wa njia. Hata wale ambao wapo barikiwe, Bwana wako leo juu ya kanisa. Tumeomba Roho Mtakatifu uwepo na kusimama na kuponya, utakwenda kufanya mambo makubwa tunavyoanza hapo. Asante. Basi wasahau nimkaribishe mzee wa zamu, alafu aendelee na hatua ya mwisho. Mungu akubariki. Kesho ni hatua ya pili, ili libaki tumalize Jumapili. Nenda kapambana na utazidi kuona maajabu kutoka kwa Bwana. Mungu akubariki sana. Amen. Hebu mshangilie Yesu kwa makofi. Nimesema Yesu, sio kama umenielewa. Mshangilie Yesu kwa makofi. Haleluya. Wakati umebarikiwa jioni ya leo. Amen. Basi na wakati wa kwenda kutoa matoleo, amba chombo